Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Sikiza, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Hilo nitafanyeje? Nitalifanya. Hilo nitafanyeje? Nitalifanya. Ukiomba kwa jina la nani? Kwa jina la nani jamani? Umesikia kwa jina la mchungaji? Umesikia kwa jina la mtume hapo? Umesikia kwa jina la nabii? Jina la Johnson, naomba uniponye. Jina wewe nikikukuta unaomba hivyo na kukimbiza. Hata kunibebesha laana mimi. Jina langu lili likaanza kuponya. Nataka kunipa uganga wa lazima. Hapana, jina langu halina uwezo wa kuponya mama. Mimi ukiona nafanya muujiza kwa sababu liko jina fulani ndani yangu. Kuna watu walijidanganya wanaenda kuombea pepo eti tunakukemea wewe pepo kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Walilauliwa wao jamaa. Yaani wanaenda kukemea pepo eti wanasema tunakukemea pepo kwa Yesu anayehubiriwa na nani? Ina maana wao wenyewe hawamjui Yesu. Tena wako 7 pepo yuko huyu. Wakafanyaje? Wakalauliwa kawa uchi. Halo? Halo? Hapo unakakuta katumishi kamejazwa upoka anapiga watu kitambaa na pono unaanza. Wewe umeshaomba Mungu amekusemesha kweli wewe sio mtumishi wa Mungu au unalopoka tu? Amen. Umeomba kweli wewe ni muombaji Mungu amekuthibitishia wewe sio mtumishi wa Mungu? Amen. Unajihukumia hapo unabeba malaana. Mtu mwenyewe anayemuita mtu sio mtumishi wa Mungu hata kuomba hajui. Nini umethibitishwa na Mungu wewe sio mtumishi wa Mungu? Nani kakupa kibali leseni ya kutambua ni mtumishi wa Mungu au sio mtumishi wa Mungu wakati wa uombi? Tunatambua ili kuthibitisha ni mtumishi wa Mungu au sio, tunasema zijaribuni hizo. Utazijaribuje wewe hujui kuomba? Haujui hata njia ya Mungu inatumia. Hata Biblia usomi kwamba watumishi wa Mungu wanajulikanaje, haujui. Alafu unasimama huyo sio mtumishi wa Mungu kabisa huyo. Wewe nikwambia unajibebea laana wewe. Achana na hizo habari. Kajamaa kamejifungia miaka 3 mlimani kameshuka kanatumia leso ona utapata laana. Sema haleluya. Amen. Sema tena haleluya. Amen. Sema sitahukumu tena. Kuna wakati unatakiwa ujue kwamba Kristo ni nani kwenye maisha yako. Amen. Au huyu Yesu anayehubiriwa kila siku ni nani kwenye maisha yako? Unaweza ukawa unasikia tu Yesu anaweza, Yesu anaponya, Yesu anafanya hiki, lakini usijue kabisa kwamba Yesu ni nani anayezungumza. Bwana Yesu asifiwe. Tunamzungumza Yesu kwa sababu Yesu ni njia pekee ya sisi Mungu kutusikiliza. Unanisikia vizuri? Yaani kupitia Yesu tunapata haki ya majibu yetu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa ukimkataa Yesu, umemkataa nani? Kwa sababu Yesu ndiye njia ya pekee ya kuwakilisha kwa nani? Maanake njia ya maombi yako unayoyaomba yanatakiwa yapite kwa nani? Ndio yaende kwa nani? Halo. Kuna wakati unatamani muujiza fulani kwenye maisha yako. Huo muujiza hauwezi kupita sehemu yoyote mpaka upite kwa Yesu ndio uje kwako. Yaani yale maombi unayoyalia, yale unayolia kila siku unayaomba wewe, ni lazima hayo maombi yapite kwanza kwa nani? Kwa Yesu. Utake usitake, ndivyo ilivyo. Mungu nisaidie, Mungu anasikia vizuri, lakini kuna njia pekee ambayo Mungu ameifungua kwako ili maombi yaweze kwenda haraka, ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu wa pekee. Huyu ukilia kwake, yeye anawakilisha mbele za Baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe nikwambie, hauwezi kufanikiwa au hauwezi kujibiwa maombi bila kumpitia kwa Baba yako ambao ni Yesu. Yesu ndiye mwakilishi wa maombi yako mbele za Mungu aliye hai. Ni lazima umsikilize kwanza Yesu. Ni lazima umfuate kwanza Yesu. Yesu akisema omba, maana yake sauti yako ikifika kwake, maombi yako ujue yamefika mbele za Bwana.
Ndio maana hatuwezi kuomba bila kutumia jina la nani? Hatuwezi kumfungua mtu bila kutumia jina la nani? Hatuwezi kufanya chochote bila kutumia jina la nani? Kwa sababu jina la Yesu ndiyo jina pekee la kutukutanisha na uso wa Mungu. Hakuna njia nyingine ya kumwona Mungu. Unaniona mimi nimesimama, mimi ni mwakilishi wa Yesu. Maana mimi mwenyewe njia yangu lazima nimsikilize Yesu anasema nini ndio niseme na wewe. Njia pekee ya kufikisha kwenye maombi yako ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Anajieleza sema mimi ndimi njia na kweli. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasina kupita kwangu. Huwezi enda hospitali bila kupita reception. Umeelewa vizuri? Hauwezi kwenda kuingia tu pale, hata uende hospitali ya wilaya, hauwezi ukapita tu bila kupita sehemu ya kupokelewa. Kwa nini mapokezi? Ndio unapata taratibu. Nataka kumuona daktari, unataka kufanya hiki ndio unapata kule mbele. Ila sio hapa unapokelewa. Unakaguliwa. Huyo ni sahihi kuingia kwa daktari huyu? Halo? Huwezi enda benki moja kwa moja ukaingia tu mle benki huu. Risasi ya kichwa itakuhusu. Lazima ufuate nini? Ndio maana benki ukiingia mule ndani wamekuwekea kamba kabisa kwamba utaki kuvuka huku wala huku. Utakuwa nyoke hapa. Kama ni hapa ni hapa. Nasemaje mstari wa 12? Nasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Amini amini nawaambieni. Sikiliza, amini amini nawaambieni. Yeye aniaminie. Yeye anayemwamini Yesu. Kazi nizifanyazo mimi. Sikiliza, kazi alizozifanya nani jamani? Yesu. Nani? Yesu. Yeye naye atazifanya. atafanyaje? Atafanyaje? Kwa nini leo unajishusha wewe? Wangapi wanajua kazi alizofanya Yesu akiwa duniani? Anayemwamini Kristo ana uzima wa nini? Wewe unayemwamini Yesu kwamba ni mwokozi wa maisha yangu una uzima wa nini? Amesema amini amini nawaambieni, yeye aaminie ana uzima wa nini? Wa milele. Sasa jamani, kuamini unalazimishwa. Kumbe uzima wa milele unaupata, baraka ukishaambiwa tu uzima wa milele manake baraka ni za kwako, mafanikio, sio uzima wa magonjwa, uzima wa nini? Wanaomwamini Kristo wako sehemu ya magonjwa. 48. Ndio. Mimi ndimi chakula cha uzima. Sikiliza, Yesu anajitangaza mimi ndimi chakula cha nini? Mimi ndimi chakula cha nini? Cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani. Sikiliza, anatoa historia kwamba ukila mana, pamoja na kuwa mana ilitoka kwa Mungu, lakini bado walifanyeje? Walikufa. Lakini ukila Yesu, kamla Yesu, kala, afya yako itakuwa imejaa uponyaji. Ukitegemea mana lazima ufe. Wazee walishushiwa mana. Mana nyama zilishuka kutoka mbinguni ujue. Nyama zinadondoka tu papa kwale papa. Unakula unavyotaka wewe. Lakini Yesu anasema bado akafanyeje? Wakafa. Hiki ni chakula kishukacho. Yesu ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Kwamba mtu akila wala asife. Wala asifanyeje? Mimi ndimi chakula chenye uzima. Yesu ndiye chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachokitoa mimi Yesu ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa nini? Wa ulimwengu.